Sijafuata salamu. Huyo Side Mnyamwezi yupo? Dada, mbona kama umekuja na jazba? Huyo Side Mnyamwezi nimemkuta. Side Mnyamwezi au Saidi? Tajua wenyewe. Kaka nisikilize nikwambie. Ndugu yako kanikuta njiani amenikaba, amenichukulia vitu vyangu. Sasa kaka mimi nimekuja hapa sina kingine. Ninachotaka ni vitu vyangu. Amekuibia? Unataka nirudie maneno? Wewe Saidi? Saidi? Unafahamu mimi? Simjui mimi. Wewe una uhakika kweli unamfahamu? Baza mimi simjui, mtaa mzima mimi nakujua wewe tu ujue. Ina maana mimi chizi nilopita nyumba zote nikaja hapa. Kaka nataka vitu vyangu. Umekosea watu wa kuaibia. Bro, mimi brand ujue, mtaa mzima unanijua, sema mimi siwajui. Mimi mtaa wote unakujua wewe peke yako. Saidi, mara kwanza umeingia ndani na mkoba wa kike. Nikakuuliza, huu mkoba umeutoa wapi? Ukaniambia, "Oh, mimi mkoba huu nimempata kwa shemeji yako, sijui wifi yako." Kaniambia maneno ya ovyo ovyo hapa. Sasa hivi anakuja dada wa watu analalamika kuwa ameibiwa. Sikiliza. Chukua huo mkoba mrudishie mkoba wake. Baza ananjangazia. Kachukue mkoba ndani mrudishie mkoba wake. Kaka kwanza unatakiwa uwe na aibu. Ulikosa watu wa kuaibia mbona unanibia mimi? Dada yangu mimi niombe samahani tu kwa niaba yake. Kwa sababu si binadamu hatujakamilika. Kaka, ongea na ndugu yako. Nitamfanya kitu kibaya. Yaani leo ingeshindikana ningemweka ndani. Kabisa. Hebu hakikisha kuna vitu vyote. Simu yangu iko wapi? Mpatie simu yake. Mimi sijachukua simu. Wewe nilikuchukulia simu wewe? Usijitie uchizi. Nataka simu yangu. Ilikuwepo simu. Wewe dada, angalia watu wakwambia. Atakuweka ndani. Nadhani unijua. Hii si simu hapo inaonekana. Hebu itoe simu. Sio mimi. Hebu lete. Ndio hii simu yako. Mimi chef ndio. Wewe Saidi. Huu ni mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ni mwezi wa kuchuma. Mwezi huu ni mwezi wa kufanya mambo mema yanayompendeza Mwenyezi Mungu. Wewe unatumia mwezi huu katika kufanya mambo yako ya kihalifu. Kesho na kesho kutwa Mwenyezi Mungu atateremsha kiyama. Akiteremsha kiyama, kila mtu atahesabiwa amali zake alizozifanya duniani. Aya, wewe amali zako zitakupeleka huko motoni. Umekuja kunusulika, Mwenyezi Mungu sisi katupa pepo, kanipa pepo yangu ya Posta Kariakoo. Wewe umekuja kupata pepo ya Buza kwa Mpalange, utakuja kulalamika Mwenyezi Mungu kanipendelea. Kumbe wewe mwenyewe mambo yako mabaya unayofanya kila siku na mimi nakusisitiza. Angalia bwana ndugu yangu. Na huu hapa ni muda wa kuingia masjidi sasa hivi. Kuna mtu alishaye kwenda akarudi? Hakuna aliyeenda, ila sisi twende kwa imani ya Mwenyezi Mungu. Tuendelee tukatengeneza matofali yetu ya kutengeneza pepo zetu huko. Shauri yako, utajikuta una kibanda cha udongo peponi, wenzio tuna magorofa huko. Shauri yako. Salidi, wewe nenda kaswali, alafu sisi tunaendelea kuchukua na kusebeza. Yaani sisi usela mpaka uzeeni, usela mpaka kiyama. Asa umemtetea yule chura yule ana kazi na mimi. Bado. Saidi, nafikiri adhana umeisikia, na inapoadhiniwa adhana basi Waislamu tunaitwa wote kwa pamoja twende tukamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hii adhana ya saa 7, na kama unavyojua adhana ya saa 7 swala yake ipo karibu sana. Kwa hiyo naona ungeachana na hizi mambo ya starehe unayoyafanya sasa hivi,
tungeenda kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, alafu utarudi kuendelea na starehe zako. Kwa sababu huu ni mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani tunafunga, lakini funga zetu haziwezi kupokelewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pasipokuwa na kufanya ibada ya sala. Kwa sababu tunaposwali ndio inakuwa kama kibebeo cha zile amali zote tunazozifanya mwezi wa Ramadhani, iwe kutoa sadaka, iwe kutoa zaka, ama kufunga kama ilivyotarajiwa katika mwezi huu Waislamu tufunge. Kwa hiyo twende tukaswali ndugu yangu, tukamwabudu Mwenyezi Mungu. Blaza unazingua. Wewe mwenyewe swala zako mpaka mwezi wa Ramadhani. Ukisha mwezi wa Ramadhani wote tunakaa kwenye TV hapa. Oya kila mtu na yake mzee. Usinifuatilie. Wewe nenda kafanye mambo yako na mimi niache nifanye mambo yangu. Wewe vipi balia wewe? Mimi nilisimama tu katika nafasi ya kukukumbusha. Unaona ninachokifanya ni makosa. Mwenyezi Mungu akusimamie kwenye imani yako. Kila mtu abebe msalaba wake. Unachukulia poa maisha ya bongo. Unachukulia ile? Oya si hatuna hizo kodi. Shauri yako. Haona unatafuta pointi 3 kupitia mimi, si ndio? Ya Sayyid. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Vipi? Saa ngapi basi? Hii ni saa 12:15.
na huu ni muda wa ibada sasa hivi. Inatakiwa twende tukaswali. Ina maana wewe ulilala kuanzia saa 7 mpaka saa hii saa 12. Ina maana wewe zimekupita raka 3. Twende tukaswali. Sawa, naenda brother. Na mimi siachi kukukumbusha, japokuwa una maneno ya dharau, ya kejeli, lakini ndakukumbusha tukafanye ibada. Mwenyezi Mungu anatuhitaji katika ibada zake. Nenda kaoge, umelala muda mrefu, unaweza kawa umejamba au umekojoa bila kujitambua. Nenda kaoge kwanza, utoe najis, alafu ukifika msikitini utatia uzu, utaendelea na ibada. Sawa. Kwa nikaoge. Nenda kaoge, ubadilishe nguo yako ya ndani na hii nguo yako ya jezi. Hayo maandishi unaweza ukaenda kuswalia kule, mtu akaacha kuswali akaanza kusoma humo, kwa umeharibu sala yake. Kwa hiyo hizi nguo si sahihi kuingia nazo msikitini. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Nenda kuoga. Hmm.